odomwe na ukuria wa matura matiganite na Githuri ni kuga katibu mkuu katika idara ya wizara yanayohusika na mambo ya sehemu kame na pia maendeleo katika kanda tofauti humu nchini, anaitwa Harisama Kelo. Tuko naye hapa ndani ya studio, katibu mkuu, na tutakuwa tukijadili mambo mengi sana, hususan mambo ya mvua na mafuriko, na atatuambia kwamba nchi imefika wapi, tuko wapi sasa wakati huu ambapo nchi hii inakumbwa na mafuriko. Kwa tuika tukikana kidogo na Githuri, lakini karibu sana au katibu katika studio zetu za Inooro TV. Asante sana. Na asante sana. Labda kwa kifupi watu watajiuliza msimamo rasmi wa serikali kuhusiana na haya maneno ya mafuriko. Thank you very much. Kwanza ninasema poleni sana kwa wale watu wamepoteza watu kwa hii jangwa. Yeah. Tumepoteza watu 50 tayari kwa hii janga ya floods. Watu zaidi ya 20 wameshaumia, wengine 3 hawajulikani mali wako. Zaidi ya familia 9,000 wamepoteza kwao. Baadhi ya hizo families wengi zaidi wale wameharibiwa mali na manyumba ni hapa Nairobi. Kwa hivyo kama serikali tunasema poleni sana, na serikali iko tayari kuhakikisha kwamba rescue efforts itafanywa, relief support itafanywa, na baadaye strategies ya reconstruction ya kusaidia watu wale wameathirika itawekwa. Na ningependa kusema ya kwamba President William Ruto hapo jana ametoa amri kwa asasi za serikali zote zile zinahusika na mambo ya disaster, waingie kazi, waanze operation ya kuhakikisha kwamba wale mali zao imeharibiwa na maji, tuhakikishe tumeingia, tumesaidia wale manyumba zao zimevunjika, wale watu ambao wamejeruhiwa, wale wamekuwa affected kwa njia zote, njia ya afya, njia ya chakula, tuingie na tusaidie. Watu watajiuliza kwamba kuna pesa ambayo ilikuwa imetolewa ya labda kujaribu kutatua shida hizi ambazo zinaweza jileta. Sasa hiyo pesa iko wapi? Hiyo pesa ilienda wapi? Ile pesa ya kupigana na majanga. Kwanza ningependa kusema resources ambazo zinatumika kupambana na jangwa zinakuwa allocated on the basis of vile mambo zinatendeka under article 223. Hiyo ni kusema hakuna pesa imetengwa kwa sababu ya jangwa, kwa sababu hatujui jangwa inatendeka siku gani. Haya ni mambo ya dharura. Hakuna pesa kama hiyo ambayo inatengwa. Haya, lakini naona kwamba sehemu ambazo wewe kama katibu ambaye anasimamia sehemu kame, yes, arid and ESOs, na pia kanda zingine ambazo mnapeleka maendeleo. Swali ambalo Mkenya anajiuliza ni kwa nini hii mvua tena tumeipata sehemu kama tuseme wewe umetoka kaunti ya Marsabit. Yes. Hakukuwa tunapata mvua kiasi hichi, lakini sasa mambo imebadilika. Jaribu kujua sababu ni gani ama ni nini inaendelea? Ni kwa sababu ya phenomenon inaitwa climate change. Hali ya hewa imebadilika. Unaelewa kwamba ya kwamba activities ya binadamu nyingi, mambo ya kuharibu hewa, hali ya industrialization ambayo imekuwa zaidi, matumizi ya machines. So hizi zote zimepeleka hewa kuharibika kabisa. Ndivyo basi sasa unakuta ukame ni zaidi. Kama mvua inakuja, mvua ni zaidi. Kama ni floods ni zaidi, kwa sababu ya hali ya hewa imebadilika. Ningependa tu kusema ya kwamba hapo mbeleni tulikuwa tunaweza hata kutabiri. Ukiwa mkulima unasema mvua inaanza tarehe 25 mwezi wa 3 na hata tuanze kununua mbegu tupande. Lakini sasa huwezi tabiri. Unakuta ile date zamani mvua imezoea kunyesha inasonga. Aidha nasonga nyuma ama mbele. Na wakati inaanza inakuwa zaidi. Na unasema kwamba mafuriko yamejaa katika kaunti za, ama kuna mafuriko katika kaunti za Busia, Homa Bay na zingine nyingi. Yes, zaidi ya kaunti 8 zimeathirika zaidi. Wiki moja iliyopita
tumekuwa sehemu za Busia, za Budalangi, za Homa Bay, na tumeona kwamba imeadhiri watu kabisa. Yes. Na unasema kufikia sasa watu 50 wamekufa. Watu 50 tayari wamekufa mpaka jana asubuhi, na lazima hii kiwango itaongezeka kwa sababu ya madhara ambayo imekuwa jana, na tunangojea National Disaster Operation Center watuarifu, watuambie kiwango ambayo imeongezeka leo asubuhi. Yeah. Na pia kwamba muundo msingi pia imeharibika. Infrastructure imeharibika sehemu za Garissa, sehemu za Tana River, sehemu za Nyandarua, sehemu za Marsabit, na sehemu nyingi za sehemu za Thika imeharibika. Barabara, bridges, sehemu za reli zote zimefurika na sehemu zingine zimekatika, na kwa sababu president amedirect asasi za serikali zote ziingie zianze kurekebisha yale mambo yameharibika. Kutoka leo asubuhi tutaingia action na to activate disaster committees katika Kenya zote, kuanzia National Disaster Response Center ambayo inakuwa chaired na Deputy President. Tuko na National Disaster Committees sehemu mbalimbali, County Disaster Committees na Sub-County Disaster Committees mashinani huko zote, kwa sababu ya directive ya President zitakuwa activated. Rescue efforts zitaanza, relief supplies ya chakula zitaanza, na usaidizi ya aina yote ambayo inahusika na disaster response inaanza. Hata umeanza kujibu swali langu ambalo nilikuwa nataka kukuuliza, serikali inafanya nini kusaidia wale ambao wameathiriwa? Sasa hiyo ni inahusika na department yangu inaitwa special programs. Sisi wakati wa disaster kama hii tunanunua chakula na aina ya maragwe, mchele, uji ya watoto, na tunasambaza kila pali ambao disaster imetendeka. Kwa mfano leo sisi tutagawa chakula katika vijiji ya Mathare, ya Kibera na sehemu zingine za Machakos, Athi River, ambao watu wameathirika. Kuna watu ambao wanasema na mwenzangu Kamau namwona upande wa pili wa studio atakuwa na governor wa hapa Nairobi. Inasemekana kwamba pia mitaro ya kupitishia maji yani uchafu umerundikana mpaka maji hayapiti. Kwa hivyo ni makosa ambayo labda sisi nyinyi kama viongozi wa serikali mngekuwa mmefanya kabla hata mvua ikuje, sababu kulikuwa na utabiri kwamba kutakuwa na mvua ya masika. Lazima hiyo, umeniambia governor atakuja na ataweza kujibu hiyo swali na atasema taratibu ya ku-unblock hizo channels. Sababu haya na pia kuna mnasaidiana na watu wengine kama Msalaba Mwekundu. Ndio. Sasa nimesha sema kwamba president amedirect security operations, rescue operations zianze. Hiyo ni kusema multi-agency teams za serikali kutoka National Disaster Operations Center, kutoka department yangu ya special programs ya kusaidia watu na chakula, departments za serikali zingine za afya, kwa sababu wakati wa mfuriko kama hii lazima kuna madhara yanatokana na hiyo, kwa sababu ya kuharibu afya ya watu. Pia serikali kutoka leo asubuhi ita deploy National Youth Service officers katika vijiji mbalimbali hapa Nairobi. NYS watakuwa deployed Mathare na vijiji zingine ambao zimeathirika. Watakuwa deployed sehemu za Budalangi, watakuwa deployed sehemu za Homa Bay na Kisumu kusaidia watu. Na pia hapo jana serikali imedeploy military kusaidia kuevacuate watu ambao wameathiriwa sehemu za Athi River, na walisaidia watu sana. Kwa hivyo asasi za serikali pamoja na wale watu tunaita non-state actors, non-state humanitarian actors kama Red Cross, World Food Program, UN agencies, wote wataingia kazi sasa. Naona mkisema kwamba kuna shilingi bilioni 4 ambazo zimetengwa. Ni za kufanyia nini? No, nimesema ya kwamba operations kubwa za kusaidia watu kwa rescue ya saa hii na pia reconstruction baadaye ya kusaidia watu, kujengea watu nyumba, kununua mabati, kununulia watu mablanketi, kununulia watu mattress. Zitakuwa pesa nyingi sana, lakini hiyo ni ya baadaye na hatuna shortage katika serikali saa hii.
Nimeona pia mnapania kwamba mtakuwa mkihakikisha kwamba zile mipango ya kujenga majumba pia. Yes, ndio hiyo nilikuwa nimekwambia. Yeah. Mambo ya reconstruction. Baada ya hii shida ya floods kutakuwa na hiyo efforts ya kujengea watu nyumba, ya kusaidia watu kujirudisha maisha ya zamani. Yeah. Labda ukifikiriana labda na watu utabiri wa hali ya hewa, mnaona kwamba mvua itaendelea mpaka siku gani? Na pia watoto wanafungua shule wiki ijayo. Ndio. Watu kuna wenye wanaona kwamba watoto kufungua shule kwanza iahirishwe mpaka wiki ijayo, tuone vile mafuriko itakuwa. Kuna jambo kama haya mnafikiria? Lazima mambo kama hiyo itafikiriwa. Nimekuambia kamati zitakuwa activated kama hiyo ya National Disaster Response Center. Bila shaka hiyo itakuwa agenda. Kwa sababu hiyo ni high level committee ambayo inakuwa chaired na deputy president. Itaamuliwa mambo ya kufunguliwa shule, vile watoto wa shule watakuwa protected iwapo tutakubali waanze kuenda shule. Kama katibu wa wizara husika, nataka ukiangalia kamera yako ambako mbele yako, uhakikishie Wakenya kwamba serikali inasaidia, kwa sababu watu wengine wanafikiria serikali haifanyi kitu. Serikali inasaidia na inafanya kitu. Lazima tukumbuke ya kwamba tulikuwa na El Nino hapo mbeleni, mwezi wa Novemba, Disemba mwaka uliopita, na sisi tuliweza kulisha watu zaidi ya 1700 ambao waliathirika. Tulienda mpaka Garissa tukatengeneza barabara watu waweze kuvuka. Tulienda Tana River, tulienda Wajir, tulienda Mandera, hapa Nairobi, kila mahali serikali iliweza kusaidia watu. Na sasa hivi tuko tayari na serikali iko na capacity ya kusolve hii shida yote. Unasema watu displaced pia watasaidiwa namna gani? Nimeona mnafikiria kwa kupea watu chakula. Ndiyo. Na labda blanketi na nini, lakini makazi, sababu hawezi rudi kwenye wako, kumejaa maji, kumefurika. Yeah. So kutoka leo asubuhi sisi tutaanza kuwagawia hawa watu chakula na blanket na vitu mingi, hata vifaa ya jikoni kama jiko, sahani, kila kitu, na even sanitary pads ya wamama, kwa sababu tunajua kwamba wakati huu wa displacement kuna shida mbalimbali. Baadaye nilikuambia tutaanza reconstruction efforts ya kusaidia watu vile watapata shelter. Na nimeona mmenipatia idadi ambao watu ambao wanahitaji msaada ni watu karibu milioni 2, 2.1 million. Yes, 2.1 million. Hiyo ni watu ambao wanapata msaada ya special programs kutoka serikali. Baadhi yao ni wale walikuwa wameathirika na ukame zamani. Serikali inaendelea kulisha hawa kutoka mwaka ya 2022 mpaka wa leo. Sasa sisi tutaunganisha wale wameathirika na floods pamoja na hiyo tusaidie hawa kama serikali. Lakini unahakikishia Wakenya kwamba asasi zote za serikali ziko imara? Asasi zote za serikali ziko imara, sio imara peke yake. Wanaingia kazi sasa kutoka leo asubuhi kuhakikisha kwamba Wakenya wale wameathirika wamesaidiwa, wale wako kwa shida ya rescue wamekuwa rescue, wale hawana chakula wamepewa chakula. Alafu sasa tuanze program ya rehabilitation and reconstruction. Kuna watu ambao wanathana tofauti, wanasema kwamba serikali inasubiri mambo yafanyike ndio tena mnaonekana mkikimbia. Sio hivyo. Hakuna mtu anajua ya kwamba disaster kama hii inaweza kuwa zaidi, lakini kulingana na vile tumejaribu El Nino, tumejireti, hata hii haitatusumbua, tutaweza. Na bila shaka next time tuna learn ni nini hatujafanya wakati huu, tufanye wakati mwingine zaidi. Yeah. Na ni kama kwamba hii mvua kama itaendelea mpaka mwezi wa 5. Yes, kulingana na watu wa meteorological department itaendelea mpaka mwisho wa mwezi wa 5. Kwa hivyo hii ni janga la kitaifa, na kuna kiongozi wa Azimio Raila Odinga alikuwa anatoa wito kwamba serikali muweze kutaja hili kama janga la kitaifa. Ndio, sisi lazima tutafikiria, tutafanya assessment, na president wetu William Ruto ameshasema tayari ya kwamba hii ni hali ambayo inataka usaidizi yetu ya haraka. Tuanze kazi, na ndivyo tunafanya kutoka leo. Hii kamati ambayo iliundwa jana na naibu wa rais, ndio mnapania kufanya nini? Yani mnapania kuanza kazi sahihi, lakini mnafanya wakati gani? Tutafanya mpaka wakati watu watoke kwa hiyo shida. Hakuna muda. Hata kama ni mwezi 2, sisi tuko tayari kufanya. Na kama vile nimekuambia, inahusu ofisi yetu, inahusu Ministry of Interior, departments za serikali zote, ya barabara, ya health, ya meteorological,
na pia non-state actors kama Red Cross, World Food Program, UN agencies, sote tunaungana sasa kama ile inaitwa National Multi-Agency Disaster Committee. Asante sana Katibu Harsame Kelo na kwa kuweza kufika katika studio zetu za Inoro TV na kutupasha ambayo amejiri kuhusiana na mafuriko ya kitaifa, na kama nilivyosema ni kwamba kutakuwa na mambo mengi ambayo yatakuwa yakifanyika na mtakuwa mkienda kumaliza janga hili la kitaifa. Kitu kingine ambalo labda kabla tuende kwa governor, ningetaka kusema kwamba msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu ni kwamba tumemaliza mahojiano yetu na Katibu Harsame Kelo ambaye ni katibu katika wizara ama katika idara ambayo inasimamia sehemu kame na maendeleo ya kanda tofauti humu nchini. Nikitoka katika upande huu wa studio kwa lugha ya Kiswahili, naenda katika upande wa pili wa studio kwa mwenzangu Kamau Kang'ethe ambaye kwa hivi sasa anaye gavana wa Nairobi Johnson Atur Sakaja na nasikia kwamba kuna maswali mengi sana ambayo yamewekewa gavana wa Nairobi. Hivyo Kamau, uwanja ni wako Kamau, lakini kama una swali labda kwa katibu kabla aondoke, Kamau. Asante sana, umeendesha mahojiano hayo kwa ajili ya mufti kabisa, na PS Harsame Kelo. Nashukuru sana mwenzangu Njoroge wa Githinji. Kamau, ya mwisho ni kwamba lazima tukunywe maji. Niachilie kwanza nikunywe maji sababu nimetumia lugha ya Kiswahili. Sawa, wewe ukikunywa maji, mimi nimeletewa supu ya kuku hapa. Kwa hivyo ndo mimi naendelea nayo hapa, tukiendelea na mahojiano yangu pande hii. Uwanja ni wako. Thegio muno Njoroge wa Githinji, mwiroreri wa Inoro TV haria hothe uri, tugithie na mbere na dereti rucini rwega. Ni tugukwirite ni tukorwo na governor wa county ya Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja, na ni arikitie gukinya nigetha tutwarithie na mbere dereti cia oteti na okoria. Na ciuriria ngoria governor Sakaja ni iria we mwenewe ugutuma kwetukira 2248. Mheshimiwa Governor Johnson Sakaja, hujambo na karibu sana kwa mara nyingine hapa Inoro TV. Si jambo Kamau, wamega roshini. Ndekwaga muno gutire na uruithe wa boy. Kabisa. Gwe thayo. Nimefurahi kuwa hapa. Asante. Karibu sana. Yani maka mnasema mufti. Sasa ingine tunawapatia shida mingi sana. Maka umesema mufti. Mufti. Na pole kwa wasikilizaji. It's okay. Sometimes kuna domato ya Kikuyu, bogo ni gware Githwairi. Nego. To mix sometimes Kikuyu. Hiyo ni sawa. Tunakubali kwa sababu kama viongozi wa kitaifa tunabidi wakati mwingine kubadilisha lugha. Ndio tuweze kuelewana. Nashukuru kwa kuja. Asante. Nairobi kwaje? Asante. Kazi Nairobi tumekuwa na mafuriko. Tumekuwa na changamoto. Lakini tuko 24 hours. Yes. Unajua hakuna eneo same ambayo inafanana na nyingine. Tuko na maeneo wodi 85. 17 constituencies. Ile shida iko Lang'ata ni tofauti na Mukuru, ni tofauti na Roysambu, ni tofauti na Waithaka. But our teams on ground. Tunapambana. Actually leo ndo umenipatia nafasi ya kuvaa suti. Nimekuwa na gumboot nikiwa mpaka jana mtu alikuwa anatuma picha nikiwa ndani ya maji hapo kwa daraja ya Clay City na Mwiki. Nikienda pale inaitwa Budalangi, nikaenda Infinity, nimekuwa kwa Njenga, kwa Ruben na Lungalunga. So tumekuwa na shida, tumepoteza watu Nairobi kwa mafuriko. Mali tumepoteza pia makao. Zaidi ya familia 60,000 wako kwa shida. Na jana nilitoa directives fulani kwa sababu unajua mvua sio sisi upanga. Mvua unyesha kote nchini, sio Nairobi peke yake. Kote duniani, sio tu Kenya. Tumeona flooding kwingine, Dubai, Oman, tumeona Dubai. So we have to do our part. Pale tuko. Jambo la muhimu zaidi ni kunusuru maisha. And so zile directives tulitoa lazima zifuatwe. Kuna watu tumemap out. Tumekuwa tukifanya pamoja na the national government DCCs, wale ma deputy county commissioners, tuko na Red Cross, tuko na watu wa county, tuko na National Disaster Operation Center. Niliongoza mkutano wa kwanza on Monday
na hao, lakini sio mara ya kwanza kukutana, si huwa mnakutana, lakini sasa kwa hii mambo ya dharura ndio mvua sasa ikazidi, kubwa zaidi ilikuwa ya juzi ya Tuesday night. Hata unaona mti ilianguka Moi Avenue. Mathare tulipoteza watu, walibebwa na maji. Kuna jamaa alikuwa kwa bridge Mwiki. Kuna video ako kwa bodaboda, unaona tu akisimama aisongeshe, akienda tu akibebwa. Kuna kijana tulimpata Kia Michael ambaye amebebwa kule Infinity. Manyumba ziko ndani ya maji, so it's a big problem. Lakini shida kubwa ni mito, the rivers have burst their banks. Mito zimejaa. So no maana unaona wale ambao wako affected zaidi ni wale wako kwa mito along the rivers, Nairobi River, Mathare River, Getathuru, Ngong River. Hapo ndio shida iko. Lakini Mheshimiwa Governor, umesema hii ni hali ya anga. Ndio tunakubali. Lakini kama serikali mlikuwa mumeonywa na hawa jamaa wa hali ya anga kwamba mvua itakuja. Hamkujipanga? So kujipanga aje kuzuia mvua isikuja, ama mvua itakuja? Mitaro ile maji itapita, drainage. Mitaro drainage. Niko na vijana 3500 ambao kila siku hufungua drainage. In fact kama hawangekuwa tungekuwa sasa kama hiyo Dubai. Ile kitu inafanyika, unajua drainage ni mambo unajua hata kama sink yako inafanya umwage ndoo mzima itajaa kisha ianze kutiririka. So ku expand capacity hiyo upana wa drainage ndio jambo ambalo hatuwezi kufanya kwa sasa, because it costs too much, more than 20 billion. Juu mvua ya siku 10 kwa mwaka. Hiyo 20 billion kuna madawa kwa hospitali, madaktari wamegoma. Do you put 20 billion kuongeza idadi au capacity ya hiyo sink kwa mvua itakuja wiki 2 kwa mwaka, ama utumie kwa mali inahitajika? So just based on resources ndo tunafungua daily ile yenye tuko nayo. Kuna capacity ya mvua ikinyesha hautapata flood. Last year kukiwa na El Nino Nairobi, mara ya kwanza haiku flood. Because ilikuwa inatiririka. Na pia niliona video ya jamaa fulani nikafurahi sana. Anaitwa John Book 047. Ambaye alikuwa anaonesha kama kwake kwa estate yake vile mwenyewe alichukua rake tu akafanya hivi na maji kafunguka. Saa nyingine sisi wenyewe ndo tunatupa takataka. You know, so isiyo atu umetupa alafu unangoja sakaja aje afungue. Ama you know, unasema kwani hatukujua hii mti itaanguka na mtu umeanguka. You know, these things happen. Hamna uwezo wa kujua. Siwezi izuia ianguke, siwezi kuidaka, you know, siwezi, you know, but ikiwa hapo we must do our part. It's a natural disaster. Ndio. But kuna efforts ambazo tumeka. Kwa mfano kuna bridge kama 8 ambazo zimechukuliwa na idadi ya maji zimefagiliwa. Ukiangalia kule ni nyingi sana, hadi kule Kibera. So many of the places ni pale kuna mto. Ndio. Umesema ni ngumu sana kupanua drainage, mtumie resources. Ni hela kubwa ni zaidi, hela nyingi kwa mara moja kwa sababu ya mvua ya siku 10. Hiyo inamaanisha kwamba hamtajenga, zitabakia zilivyo, zinafanya polepole. Hawezi fanya ati instant. Tumefanya CO improvements ambazo zinaendelea. Lakini hakuna ile utafanya kwa dharura kwa miezi 5 ukuu umebadilisha drainage yote ya Nairobi ambayo imekuwa na shida kwa miaka 60. Au unafanya kwa miezi 5. Kuna usaidizi wowote unapokea kutoka kwa serikali ya kitaifa ama mmekuachilia? Tunashirikiana, hatujaachiliwa. Tunashirikiana. Ndio, serikali ni wananchi. Jana nimekuwa na rais mara 3 kwa mkutano na kuzungumza. Kumwambia hapa wacha tufanye hivi, lakini wewe nisaidie watu wako wanifanyie namna hii. Tumekuwa tunashirikiana. Nimeanza kutoa updates. Nilitoa updates jana, leo pia nitatoa update kwa wananchi. Rais akatoa ujumbe ya multi agency teams kukaa pamoja. Alizungumza pia na governor na county ya Machakos, amezungumza na county zile ambazo ziko na shida. Kwa Machakos ukiangalia Murang'a kumekuwa na flooding, ukiangalia hata in fact nilikuwa na waziri Soipan wa mazingira. Alionyesha video ya ndovu imebebwa kule Narok. Ndovu. Wacha wewe. Ndovu. And so at a time like this ni sisi kuja pamoja tuseme what are the protocols, tufanye namna gani. Ukiona maji imezomba mahali ama inasonga, usijione wewe ni mjasiri sana
hatutaipita. Tutapambana na maji. Kuna mahali jamaa bodaboda alikuwa amebeba mama, anaambiwa usipite. Akangangana kupita. Yeye alipita, mama alibebwa na akaenda. Na tumempoteza. Kuna askari tulipoteza anaitwa Chesire kule country bus. Na nilikuwa nao tukimtafuta. Alikuwa amenusuru watu 4 5. Nakumbuka hiyo story. Watoto wa mwisho akaenda kumtoa ikapasuka. Akabebwa na manhole. Na hiyo duka ilikuwa imejengwa, sio manhole, hiyo duka yote imejengwa kwa drainage. Yeah? Container imewekwa. So tumwambia watu wa Nairobi, kama unajua uko mahali ambao hufai kuwa. Yeah? Because ile uchungu nimeona jana nikitembea Mathare, nikitembea utalii, nikiwa hapo Ruaraka, nikipita Mwiki, nikaenda Budalangi, nikaenda Infinity, nimekuwa Kawangware. Ile uchungu naona hailinganishwi na hiyo kiburi ya kusema lazima niweke duka yangu hapa. Ndio. Ama ukuta yangu iwe hapa. Lakini si nyinyi ndio mnawapatia license? Hakuna license. Nyinyi ndio mnawaruhusu kujenga? Hapana. Wengi hata wananga approval. Wengi hawana hata approval ya kujenga hapo because hakuna engineer ama city planner ama ile committee tunaita UPTC ambao wanaweza kupatia authority ya kuweka nyumba kwa mtu. Hizo nyumba ziko Mathare hazina permit. Yeah? Hizo nyumba ambazo ziko kwa maji. Kwanza nilifurahia watu wa Embakasi South. Mbona hamjawaondoa? Kwanza kule Embakasi South nilipata wakijiondolea manyumba yao. Na MC hapo anaitwa Muthoni Scholastic. Akaniambia tulikuwa tumeondoa mwaka uliopita. Wanarudi. Unaondoa wanarudi. Ukigusa wengine ni siasa. Unaambia unapiga watu wetu, unapiga mtu huyu. So tumekubaliana if people must move. That is me, I think juzi ama jana. Hata sasa I've lost count. Unaona kama huyo huko kuna kama Mathare ama Kibera. Mathare ni Mathare huko ni Mathare. Ulikuwa Mathare. Ukiangalia hapo ni Mwiki. Wanajaribu kuna matatu ilianguka na ile lori. Nilikuwa hapo. Nimeingia kwa hiyo maji. Kitu ambacho inanigusa, wananchi wetu ni watu wazuri. Naambia viongozi wasitoroke wananchi wakati wa janga. Jo, wananchi hata kukuona tu ukiwa hapo, you can see they appreciate that you've come. Na unafikiria suluhisho nao. Unaweza ona hata pressure yao imeshuka. Ndio na mama mwingine akisema tunataka tu kuona tu huyu mkubwa wetu anione some part of the country, you know. Tuonane tu kwa macho. You know, leadership sometimes ni kupatia watu matumaini. Lakini Governor Sakaja, wakati unasema kuhusu uhusiano na viongozi, mbona kuna fununu kwamba hauna uhusiano mwema na viongozi wengine wa Nairobi? Kwa mfano wabunge wa chama chako cha UDA jana kwa magazeti walikuwa wana complain, wanasema umeangusha watu wa Nairobi. Hiyo ni watu wa Nairobi waseme, sio wabunge. Naheshimu wabunge. Saa nyingine unapata ni siasa. Yeah. Na sasa kuingia mambo ya siasa sana leo kwa sababu ya tumepoteza watu na tuangalie mambo ya maji. Ni kawaida. Na lazima utafute njia ya kuelewana na hao. Jua walichaguliwa na wananchi na nawaheshimu sana. Pia mimi nilichaguliwa na wananchi. Niko na kazi yangu kama governor, hawa wako na kazi yao kama wabunge, MCs wako na kazi yao. Mimi pia ningetoa story niseme hao wameangusha Nairobi. Pia ningepata hiyo gazeti because sio sote tumechaguliwa. Hakuna hata mmoja wao ambao kwake sijachaguliwa ama sijapata kura, you know. So mambo ya na sana kama mko chama moja, jambo la busara ni kuzungumza ndani ya chama. Kukaa pamoja na mkishindwa mtafute kiongozi wa chama. Awaite mkae, mseme kuna shida gani. Because mara nyingi unaweza pata labda wewe mbunge unataka barabara iwe mahali hii na governor ameweka mahali hii. Ama unataka project fulani iwe kwa shule hii, governor ameweka kwa shule hii. Those things should not be escalated kwenda kwa magazeti na kutoka nje. That is a party indiscipline. Okay. Mambo mingi hutatuliwa ndani ya chama na ni muhimu. Na nimefurahi because hata kuna wengine nilisikia hata wakizungumza mambo ya chama tu tena wakasema wewe achana na hii kitu. Hiyo vitu ni ya chama, sio mambo ya kwenda kujiabisha. Mbona wabunge wa chama kingine hawaongee? Lakini pia masenators Nairobi. Lakini pia ni kama uko na shida na masenators sababu wanasema wamekuita mara sijui 10 uongo. Na hauendi kwa mara 10 wamesema wapi? Kama ungekuwa umefika kwa masenators labda shida ambazo ziko Nairobi leo hazingekuepo. Masenators wangetatua mafuriko kwa mkutano. Labda mngepata suluhisho, lakini maseneta wanasema wamekuita. Kuna mkutano ya mafuriko nimeitwa. Come on, be serious. The issue with the Senate, na mimi ni mtu wa accountability by the way. Na nimekuwa hapo miaka 5. In fact nimekuwa senator zaidi ya kuwa governor. Na ulikuwa MP pia.
Saa ingine mkutano inasongeshwa. Nimeenda huko zaidi ya mara 11. Nimeenda mwenyewe. Hakuna gavana mwingine ameenda idadi hiyo. Kuna mara wameniita na nimekuwa nje ya nchi. Yeah, because sometimes you have an engagement. Nairobi ni global city. Ama unaitwa na mikutano huahirishwa. Na tumezungumza nao, nimezungumza na senator wa Nairobi, nimezungumza na chairman wa kamati hii na kamati ile nyingine. Kwa mfano leo nilikuwa nifanye kwa Senate asubuhi. Nilikuwa nimejitayarisha. Lakini chairman wa kamati mwenyewe akanipigia jana usiku. Chairman na ni senator wa Nyeri akasema rais anafungua bunge asubuhi, tafadhali tusongeshe. Mikutano usongeshwa. That is normal. But I'm someone of accountability. Mimi ndio senator wa kwanza kujiuzulu kwa kamati kwa sababu ya conflict. You know, I'm the first person ever by the kusema hapana because I'm accountable, wacha niachane na hii position, tuendelee. You know? And na kwanza umeitwa, hata sio mambo yako, nimeitwa audit ya Sonko, audit ya Kidero. Yangu hata bado haijafika kwa Senate. So sina haja ya kupotea. I believe in accountability. Na hakuna haja ati audit ya 2019 nikatae kwenda kujibu. Ama 2020 mbona nikatae, na nilikuwa kwa Senate wakati huo. But just scheduling. Lakini unapata mtu anafanya kai kitu kubwa zaidi ya vile iko. You know, everyone, I mean, unaitwa unaenda unasema ndio. Hata kama sikukuwa governor wakati huo, nimeona hii ripoti, Nairobi ilikuwa na shida kwa jambo hii na hii. Okay. Na hivi ndo nafanya kuitatua. Okay. And that is accountability. And so tulireschedule hizo mikutano. Leo nilifaniwe, wameniomba tusongeshe. Tarehe 6 niko kwa Senate. Nimekuwa kwa kamati ya Kawi. Naenda tena kwa kamati ya Kawi. Nimekuwa kamati ya Karungo Thangwa, senator wa Kiambu. Public Accounts Committee nimekuwa in fact nimeenda Public Accounts Committee mara nyingi kuliko wote wamekuwa magavana wa Nairobi miaka 10. Nimeenda nikajibu audit za Kidero mimi. Yeye alienda mara moja. Nimejibu ya 2017-18 2016-17 mimi nimeenda kumjibia. Nimejibu za Sonko 3. Ndio maana zimebaki sasa 2 alafu sasa zangu zianze. Ndio. So I've gone more times in 19 months than wale wamekuwa mbele yangu for 10 years. Okay. Hiyo ni kuhepa kweli. Sakaja governor, kuna fununu kwamba haiwork. Nairobi haiwork. Na kwamba kuna fununu kwamba wanaweza rejesha ile NMG vile ilikuanga zamani, ile ya governor Badi. Hiyo fununu sijasikia. Hujasikia fununu? Lakini niliamua niwe governor wa Nairobi kwa sababu ilikuwa haiwaka. Ndio nikakuja nikasema let us make Nairobi work. Lakini unasema niliamua haikuwa ati nifanye magic ikue sawa kwa miezi 5, hata haijakuwa miaka 2. Kuna mambo mengi ambayo tumeweza kutekeleza. Mengi sana. Ukiangalia wafanyabiashara license ambao walikuwa wanalipa kama 6, saizi ni 1. Yeah. Zile ahadi tulitoa tunazitimiza. Tulisema watoto wetu wengi hawaendi shule kwa sababu ya kosa chakula. Saizi tukifungua shule Monday kwa mfano, watoto 184,000 wanakula kila siku kwa shilingi 5. Tumejenga hayo majikoni zaidi ya 10 na nimezindua zingine 7 kwa kila mitaa. Yeah? Juzi nimeenda Ndururuno, nimezindua Mutuini ambapo the last time hata mayor ama governor, hata hakuna governor ameenda huko, ni mayor mara ya mwisho kwenda huko. In Mutuini primary nimezindua soko na ujenzi wa soko na pia ya jikoni. Nimeenda Dandora 1 primary nimefungua ujenzi na watoto huko wote tayari wanakula. Ukienda Donholm primary school, ukienda Mkuru kwa Njenga primary school, ukienda Babadogo, ukienda BD, ukienda Kayole 1, ukienda Toi, you know, those things are happening. Hakuna mtu ambaye angesema ati sasa shida ambazo zimekuwa Nairobi zaidi ya miaka 20 utakuja utatue kwa mwaka mmoja. Lakini wakati walikuchagua wewe ndio ulitoa hizo ahadi, wewe ndio uliwaahidi. Niliwaahidi niwe governor miaka 5, sio mwaka mmoja. Na nilisema hizi shida tumekuwa nazo kwa miaka 20 tutatua hivi polepole, tuende tukibadilisha, tuende tukitatua. There's no magic wand ambao utatatua popote hata taifa. Yeah? Zile shida Rais Ruto alipata hakusema nipatie miezi 5 nitatue. Vitu hufanywa kwa mtaratara, kwa mpangilio. That this is the plan that we have. Yes. This is where we've started. This is what we are collecting. Tunahitaji resources. Kwa mwaka wa kwanza
niliweza kuokota resources revenue zaidi ya hiyo NMG unasema sijui NMS, na serikali zote zimekuwa for the 5 years. Highest revenue ever, 10.5 in 5 years. Mwaka huu nikiwa bado na 3 months kuenda nishashinda ya last year. Yeah? Nimeandika zaidi ya watu ambao wameandikwa kwa miaka 10, 3500 youth kwa Green Army. Mnaona kwa barabara, si ati inasema constables 1000 vijana wetu ambao wameandikwa kazi zaidi. More than 6000 families leo kuna mtu analeta kitu kwa meza. Hiyo unasema haiwork. That is working. Yeah, it has not been done in more than 10 years. Leave 10 years. The last time watu wa kufagia waliandikwa Nairobi was the 80s. That's ukapata constituency mzima iko na watu 2 3 ambao wanafagia ama ndio wanaosha. Kuna mambo mengi tumeweza kufanya. Maji project ya mwisho ilikuwa 1997 ya Dakaine. Yeah, ilifanywa from 1994 to 1997. 84% of our water is coming from there. Na ilikuwa imefanywa juu ya population ya watu milioni 2. Shida ambayo tumepata 1997 ulitaka tatue kwa miezi 5. Nilieleza watu pole pole vile nitafanya. Maji tulikuwa na source 4 peke yake. Kikuyu Springs, Ruiru Dam, Sasumwa ambayo inatupatia 60 million liters na Ndakaine. Northern Collector ilikuwa imekwama. Tumekwamua pamoja na rais. Sasa hizi imebaki tu mawiki 140 million liters zije Nairobi. New water source ambayo haijakuwa since 1997. Tunamaliza na wiki ambazo zinakuja because of what was stalled. Na sasa hizi nimeweza kupata $100 million kufanya Maragua 4 na Ndakaine. Northern Collector 2 na Maragua 4. Hiyo si ni kuwork jamani. Haya, kwa hivyo wale chini ya miaka miwili. Kwa hivyo wale wanasema haiwork, wanakupiga kisiasa, ndivyo unamaanisha? No, hawana utulivu. Kupigwa kisiasa ni excuse. Wagoje. Kupigwa kisiasa ni kawaida. Na kama mwanasiasa apigwe kisiasa, apigwe kidini ama apigwe aje. Lazima upigwe kisiasa, juu wewe ni mwanasiasa. Na nimezoea siasa. Mimi nimekuwa mwanasiasa na kiongozi tangu nikuwe kijana mdogo sana. Hiyo ni sawa. Na wale ambao wanataka tufanye siasa, tutaifanya kwa muda wake. Kwa sasa ukiona hata si wajibu ni kwa sababu mimi nimefocus kwa kazi. Okay, na najua hii kazi inachukua muda. Okay, sawa governor. Turejea kwa kama kwa mfano uite mpishi, umwambie nataka unipikie na nitakulipa in 1 hour, nataka tuwe na chakula. Aingie kwa jikoni, akatekate nyanya, vitunguu, apate ingine ni chafu, arudi kwa soko, arudishe apate ingine safi. Unamwambia in 1 hour upike, ameanza kupika, 1 hour inakaribia, hauoni chakula bado unanusa harufu. Utamwambia haiwaka. Tutaacha amalize kupika. Hakuna chakula utapikiwa na dakika moja. Utagoja amalize. Chama chenu cha UDA kinafanya uchaguzi. Nasikia unawania kiti cha mwenyekiti wa UDA hapa Nairobi. Kumekuwa na fununu kwamba kuna 2 camps. Kuna yako Governor Sakaja na kuna ya Deputy President Rigathi Gachagua ambao wanataka Mheshimiwa Gakuya chaguliwa kama chairman wa UDA. Hisia zako? Deputy President asimami Nairobi kwa kiti chochote. Viongozi wa Nairobi tutakubaliana. Umuhimu wa kura ya chama ni kufanya chama iwe na nguvu zaidi. Sio kuigawanyisha. Mimi naelewa mambo ya vyama. Nimekuwa mwenyekiti wa chama cha kitaifa. Chama cha TNA. Kuanzia kuiunda, kupanga kura na kushinda na kuongoza. I understand what a party election is and what party leadership is about. Ni kusaidia chama iwe strong zaidi. Na mimi nilikaa nikafikiria nikasema hapana. Juari nilikuwa nataka kiti ya kitaifa. Na nikaona lakini Nairobi hatukufanya vizuri kama UDA. Yeah. Out of wabunge 17 tulipata 4. Yeah. Out of 17 haijai kwa hivyo. Huko mbeleni tulikuwa 7, 8, 9 tunapelekana, unapata moja ameenda Wiper, Jubilee iko na haijai kwa ati 4 versus another 13 kwa chama kingine. Na nikasema hakuna haja niangalie, it says why look for the world, lose your soul and gain the world. So focus yangu ni vile strengthen chama chetu katika mji wa Nairobi. Tulipata MCAs 35 out of 85. 35 out of 85. Tulikosa senator, tukakosa women rep. Sisi ni minority government. Kura ya urais tulifanya vibaya. So tunataka uongozi ambao utatusaidia zaidi. Kuongeza umaarufu, kuleta watu wengine zaidi waingie kwa chama chetu ili in the next election yule ambaye anasimama women rep awe na nafasi bora zaidi. Yule ambaye anasimama MCA tuwe na serikali. Kama saizi rais wetu akitaka kupitisha kitu
kwa bunge anapigia tu Kimani Ichung'wah, wanakubaliana leo. Haya ndio debate yangu inapelekwa na chama ingine, budget inapitishwa na chama ingine. So hiyo siasa ya chama vile itapangwa, na kuna muda, unajua tunaanza tu Friday kwa polling station, kisha tuenda kwa ward, kisha tuenda kwa constituency. Mimi sitaki mgawanyiko Nairobi, na siwezi kubali because utawania kiti cha chairman wa UDA. Mambo ya chairman nilishatangaza, hiyo iko wazi, watu wangu wanafanya kazi. That one is not without doubt. Okay. But what we will do, we have to sit down and agree on how to strengthen the party together. Okay. Hiyo mambo ya migawanyiko ndio. Na sifurahi at all, sifurahi watu wakianza kuweka deputy president kwa mambo ya Nairobi. Ati mimi na yeye tunapigania nini? Mimi sitaki kuwa deputy president, na sidhani yeye anataka kuwa governor wa Nairobi. Mimi focus yangu ni ile kiti nimechaguliwa na mheshimu, ni mzee kwa miaka, tukilinganisha ni senior wangu wa kisiasa in terms of position ya deputy president, na we are one party. So sidhani kuna mtu akuna sina, mimi sina, na sijaizungumza vibaya juu ya mtu mtu yoyote. Ushaisikia nikizungumza vibaya juu ya mtu, nikitaja kiongozi wowote katika taifa hili, hata wale unitukana kila siku? Umewahi sikia mahali tukikaa hapa ucheze clip that Sakaja amezungumza juu ya yoyote? Nionyeshe. I would dare you. I'll give you a week to research. Lakini huwa unabishana sana na Babu Owino. Umewahi sikia nikimtaja kwa jina? Kwa mitandao, kwa social media nikimtaja? Hujamtaja kwa jina, lakini unajua we can tell. I respect leaders. Okay. I have never spoken ill about somebody elected. Asante mheshimiwa. Jana ndio sasa nikuja kwa maswali mengine. Jana nilikuwa mahali hapa Nairobi. Na niruhusu nikuulize, na kama nitakosea naomba msamaha. Hawezi kosea. Nikasikia ati Governor Sakaja hupendi wa Kikuyu. Kwa nini? Uko na vita na wa Kikuyu hapa Nairobi. Ikifika ni kupeana kazi, unaleta foreigners, watu ambao si wa Nairobi, watu ambao hawakukusupport. Kura ambayo ulipata mingi ilitoka kwa jamii ya Wakikuyu. Lakini huwapatii kazi. Wakikuyu hawajapata kuwa governor Nairobi. Wakikuyu hawana senator Nairobi. Wakikuyu hawako kwa uongozi wa county ya Nairobi. Lakini wakati wanatafuta kiti ya chairman wa UDA, Governor Sakaja unaitaka pia. Kwa roho yako, jamii ya Wakikuyu umeiweka wapi? Vile tumeanza hii station umeniita aje? Vile tumeanza hiyo so sipendi mtoto wangu? That is a very unfair question. So ukiniita Idhewa Waboi, unamaanisha niko na chuki na familia yangu. Tangu nianze siasa nilikuwa vijana na Kibaki, nikiwa campus, kisha nikaingia nikiwa PNU, kisha baada hiyo TNA, baada hiyo Jubilee, na baada hiyo UDA. Kura ama chama ambayo imefuatwa na jamii ambayo nimesupport has been the same. Sijui hata kama guidelines za media zinakubali tuongee hivyo juu ya makabila, but let me just explain. Sijaitafuta kiti Nairobi kwa minajili ya ukabila. Because najua shida ya mtu wa Nairobi haijui kabila. Hakuna portal ya Mkikuyu ama ukosefu ya maji ya Mjaluo ama njaa ya Mluya. We are one people. Ukiangalia mawaziri wa Nairobi, majority ni jamii ambao umetaja. Mawaziri na deputy governor ni Mkikuyu. Chief officers zaidi Nairobi ni Wakikuyu zaidi, na ni za watatu. Ukiangalia kwa markets, ukiangalia kwa mambo ya Kanjo wao maaskari wetu Tony Kimani, ukiangalia kwa mambo ya business and hustler, ukiangalia na si kuwachagua kwa sababu ya kabila yao, but that is the majority. Because kushokea goko ni muhimu, lazima urudishe mkono, but you must also know Nairobi has many communities, yeah? And so sidhani tumesema basi chama
ni ya kabila moja, na kama ni ya kabila moja tuambiwe. Kama hivyo ndio inaonwa, ningependa kuambiwa na nitaacha, but si lazima ni tafute kitu yote. My interest is how to build a strong party now for this country. Ukiangalia mawaziri wangu, ule ako in charge of mashamba anaitwa SG Mwangi, yule ako in charge of biashara anaitwa Morinjeri, yule ambaye ako yani the majority in charge of public service Mbogo, au si ati there are those people. So it's a very unfair assessment, na sidhani kuna mtu ametafuta kiti Nairobi akisema anatafuta kwa niaba ya jamii, na kama kuna candidate wa jamii niambiwe, nitamsupport, ndasema endelee. Haya, asante, umejibu vizuri. Yeah. So kuna I think labda mahali ulikuwa inaweza kuwa ilikuwa ni sidhani ilikuwa kanisa, ama sidhani ilikuwa ni mahali watu wako sawa wanaangalia vitu kwa njia ya nimeona nikuulize sababu ndivyo wanasema huko nje. No, so nani wanasema? Nani wanasema hivyo? Si wenye wanaongea hiyo lugha. Ni ground nisipokuuliza nitakuwa pia ni fair kwako. Sasa wewe unajua sababu ground, nilisikia nikasema nikuulize. Yeah, okay. I mean it's a discussion. Na hiyo ndio inaturudisha kwa siasa chafu katika mji wetu na katika taifa letu. Tumejua vile ile jamii ambayo imeumia kwa siasa ukabila Kenya hii ni jamii ya Kikuyu. Ile jamii ambao watu wao wamepoteza maisha, wamepigwa kibiashara. Juu ile jamii iko kila mahali Kenya. Ukienda Kisumu Wakikuyu wako, ukienda Kitale wako, ukienda Mombasa wako, ukienda Eldoret, ukienda Nakuru, kila mahali. Ndio. So nyinyi mkianza siasa, ama wewe kama presenter, nyinyi kama watu wa media, ukianza siasa ya kuprofile kabila, who stands to lose? And who benefits from a united Kenya? You know? Wakati hapa Nairobi kuna maandamano, nani huumia? Biashara nani hufungwa? That narrative ambao inapita mtu huyu na mtu huyu, sema huyu ni Mluya, huyu ni Mkamba, huyu ni Mjaluo, haitatusaidia kama taifa. Asante Governor, na tutapunga hewa kidogo kuikeli Yohanini. Tukirejea tutaendelea na maswali, lakini ambio ni kushukuru kwa sababu ya hii program ya chakula kwa shule imesaidia sana Dishi County. Yvonne from Ronald Gara Primary School anasema anafurahia. Na watoto wakifungua Monday wajua watapata. Watafungua na mafuriko kweli? Yeah. Watoto watafungua shule na mafuriko? Mimi si waziri wa elimu, but najua opening day ni Monday. Haya, tobe tuikelie murole rito na jabadi to haha. Johnson Sakaja, Governor wa county ya Nairobi. Na damuria ciuria iria muranjira ndimuri. Na ninyu mujira atindiko twaro agatabe tuikelie titagoko kumago.